Assalamu alaikum popote pale ulipo, karibu tena katika Swahili Media Network. Leo ni siku njema kabisa, tumepata fursa ya kuzungumza na Mohamed Al-Arab. Ni mtabibu wa sunna, dawa za kisuna kutoka kule visiwani Zanzibar. Atajumuika nasi katika kutupa elimu na mafunzo na vile vile kutueleza labda namna gani anaweza kapatikanwa kwa wale wote wenye shida duniani. Yeye anafanya hizi shughuli dunia nzima. Amejikita zaidi Afrika na bara Arab, lakini vile vile ameshazianza hizi shughuli katika bara la Ulaya. Kwa hiyo mimi sina budi la kumkaribisha isipokuwa tu yeye apate fursa awasalimie na tuanze mazungumzo yetu. Bwana Mohamed Al-Arab, karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Muhammad Ali Abdallah, lakini jina ambalo natumia katika shughuli zangu za tiba ni Sheikh Muhammad Al-Arab. Wengine wananiita Muhammad Arab, yote katika majina yangu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante sana Bwana Muhammad. Sasa labda kwa wanakutambua hivyo, lakini kuna sisi ambao tumepata habari zako hivi karibuni hatukutambui hivyo. Kwa hiyo labda ungetupa kwa uchache kabisa, Mohamed Al-Arab ni nani? Utupe historia yako tukufahamu vizuri kabla tujajikita ndani ya kazi zako. Muhammad Al-Arab ni jina ambalo limetokana na tiba, lakini historia yangu katika harakati za tiba, nilianza kufanya tiba nikiwa na umri mdogo. Na nilikuwa naishi Kwahani. Hapa Zanzibar kuna sehemu moja tunaitwa Kwahani, pale ndo sehemu ambapo mimi nilipozaliwa na nilipokuwa naishi. Lakini wakati huo naweza kusema kwamba hichi kipaji changu kilijionyesha wakati nipo mdogo, na nilikuwa nipo na dada yangu ndo kama mlezi wangu ambaye kanilea. Lakini dada yangu yule, kwa mujibu wa historia alizonipa ama alivyonieleza, kuna mtu fulani alikuwa anaumwa na maradhi ya kichawi, alikuwa anaumwa na hasadi, kashahangaika sana, kila siku kashakwenda kwa waganga, kashakwenda kufanyiwa dua, kashakwenda kufanyiwa tiba sehemu mbalimbali, lakini Mwenyezi Mungu hakumjalia ile suhudi ya kuweza kupona katika maradhi yake. Lakini mimi nilipokuwa mdogo nikatoka nje. Nilipotoka nje nikachukua dawa. Kwa wakati ule au kwa wakati huu mpaka sasa hivi inaonekana kusemekana ile dawa ilikuwa ni kama kigogo kile cha mpera au tawi lake la mpera. Nilipochukua ile dawa nikampa yule dada yangu, nikamwambia, dada yangu, hii dawa ichemsheni, alafu mkishamaliza kuichemsha dawa hii atumie mgonjwa huyu kwa kunywa na kukoga. Inshallah kwa uwezo wa Rahmani mgonjwa atapoa matatizo yake na maradhi yataondoka. Lakini mimi sikumbuki historia hiyo kwa kuwa ilitokana na kuelezewa na dada yangu. Yeye ndo alinielezea kwamba wakati uko mdogo ulifanya kitu kama hicho. Sasa wakati dada yangu nilipompa ile dawa, yeye aliona tabu kumpa yule mgonjwa ili kuweza kutumia ile dawa, kwa sababu alikuwa anaona huyu mtoto bado mdogo, lakini kutokana na umri wake katoa kitu kama hichi na tukasema iwe ni tiba. Sasa vipi tutatumia? Wakamtafuta shekhe mmoja katika mashekhe hapa Zanzibar. Kuna mashekhe wakawatafuta, yule shekhe walivyomtafuta wakamuelezea, bana, huyu mtoto, kuna mtu hapa anaumwa na matatizo ya Kiswahili, ana matatizo ya kichawi, lakini huyu mtoto katoka katuletea dawa, akatuambia dawa hii atumie mgonjwa huyu atapoa na Mwenyezi Mungu atamjalia itakuwa ndo suhudi kwake. Sasa yule shekhe walipomueleza, yule shekhe hakusita isipokuwa akamwambia hivi, huyu mtoto usimdharau, na huyu ni mtoto mdogo bado, unifahamu, huwezi jua pengine Mwenyezi Mungu kuna neema kamjalia au kuna kipaji maalum kampa, au nyuma yake pengine kuna neema au kuna neema nzuri Mwenyezi Mungu kamjalia nayo, ambayo neema hiyo ikawa inamuongoza, au kuna mahudami wazuri au kuna majini wazuri wanamuongoza ili kwa ajili ya kwenda kusaidia watu. Kwa hiyo walipoambiwa na yule shekhe, yule dada yangu, ile dawa wakaitumia kama nilivyoelekeza. Wakati huo mimi niko mdogo, lakini sikumbuki historia hiyo. Walipoitumia ile dawa, basi moja kwa moja alhabibi, kwa mujibu wa story nilipopewa, yule dada alikuwa ana maradhi yale, basi maradhi yale yakatibika
naye akaondoka, na inshallah ikawa nusudi ya moja kwa moja katika maradhi yake, na aliumwa muda mrefu sana, lakini kutumia tu ile dawa ile, basi ikawa Mwenyezi Mungu akaijalia dawa ile kuwa ni sudi, kuwa ni ponyo kwa maradhi yake. Hiyo ndo historia yangu wakati nipo mdogo. Nilianza kufanya tiba nikiwa mdogo, lakini sikumbuki, isipokuwa dada yangu ndo alikuja akanielezea historia. Sawa, shukrani kwa historia nzuri kama hiyo. Sasa labda kwa kuwa wewe ulikuwa mdogo na dada yako alikuelezea hiyo historia, wewe unafikiri ujuzi huu utakuwa ni wa kurithi ama ni makarama ambayo Mungu amekujalia? Huu ujuzi kiuhalisia si ujuzi wa kurithi, labda nimerisi labda kama kwa babu yangu au mabibi yangu au mama yangu. Hapana, huu ujuzi ni makarama au tunaweza kusema ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe alinijalia huu ujuzi, sababu wakati nitaweza kufanya vitu kama hivyo tayari nishakuwa katika akili yangu, nikawaeleza wazee wangu na wakanijua kama mimi nipo katika hali kama hiyo. Baada ya kuwaeleza wao wenyewe wakanambia kwamba wakati ulipokuwa mdogo ulifanya hivi vitu, lakini na mimi mwenyewe kutokana na macho ambayo Mwenyezi Mungu alinijalia ya kuona vitu tofauti, nikajua kwamba hii ni neema, sio kama ni ujuzi unatokana labda pengine na wazazi au jadi. Hii ni neema tu ambayo Mwenyezi Mungu amenipa kwa ajili ya kwenda kuwasaidia watu kutokana na matatizo yao, kuwasaidia watu kutokana na shida na maradhi na hasadi ambazo Mwenyezi Mungu ambazo zipo katika hapa duniani. Sawa. Sheikh Mohamed, ni kitu kizuri ambacho umekizungumza. Sasa labda tuje kwenye kupata fahamu wako. Utakuwa umepitia labda shule za msingi, madrasa na kila kitu. Je, wakati unasoma hizi shughuli au hii neema uliwahi kuitumia katika kipindi cha utoto wako, labda kwa watoto wenzio, mbali ya hiyo uliohadithiwa na dada, ama haukuwahi kuitumia katika kipindi ambacho unasoma? Na je, kitu gani ambacho kilikupelekea sasa ukaona bora nijikite zaidi katika huu utibabu na kuitumia hiyo neema kwa ajili ya matibabu kwa wengine? Naam. Sasa alhabibi, wakati nasoma madrasa, nakumbuka kuna mwalimu wangu fulani pale madrasa, nilisoma madrasa moja inaitwa Istiqama Sogea, madrasa tu Istiqama ipo Sogea pale Zanzibar. Katika ile madrasa niliyokuwa nasoma, kuna mwalimu wangu fulani hivi alikuwa anapenda sana kunichukua katika kila wakati. Mimi niko mdogo, lakini ilikuwa kitokezea maulidi, pengine tunakwenda shamba, basi yule mwalimu alikuwa ananichukua. Ikitokezea kuna dua, lazima mimi mwalimu yule anichukue, lakini nilikuwa mimi mdogo peke yangu, kwa sababu mimi nilisoma na watu wakubwa, wao umri wao ulikuwa mkubwa sana, mimi nilikuwa mdogo wakati huo. Lakini sasa yule mwalimu ilikuwa kila ikitokezea mambo ya dua kwa wakati ule, basi lazima mimi aje nichukue nyumbani. Anakuja kunichukua, akinichukua ananibeba, lakini naambiwa na mimi lazima niende katika ile dua, kila aina ya safari ambazo za dua, basi na mimi nachukuliwa. Sasa yule mwalimu akasema kwamba huyu mtoto ana neema, ana kipaji. Na mara nyingi ilikuwa kipindi akinichukua mimi katika kufanya zile dua, basi Mwenyezi Mungu alikuwa anajalia zile dua ambazo na mimi nikiwa nimehudhuria pale, basi mara nyingi Mwenyezi Mungu anajalia zinakwenda vizuri, kama vile wale watu ambao wana shida au wale matatizo namna yalivyo yanakwenda ondoka, au zinakwenda vile ambavyo Mwenyezi Mungu vile ambavyo, yani nasema zile dua zilikuwa zinakwenda vizuri zaidi. Kama vile mfano pengine bana matatizo, mtu ana matatizo anaumwa, basi nikichukuliwa mimi na ule mwalimu wangu tufanya dua, basi mara nyingi yule mtu yale matatizo yanakuwa yanaondoka. Kwa hiyo na mpaka mimi kufikia wakati nikasema nifanye tiba, ilikuwa hivi. Wakati mimi nasoma, mimi nilisoma kama nilivyokuambia kwamba kipaji kilianza utotoni, ile kipaji kikakata, ikawa naendelea na pilika zangu, ikawa naendelea na kusoma. Nilisoma mpaka form 4 katika shule ya Kidongo Chekundu, baadaye nikaenda zangu kusoma chuo cha kilimo pale Kizimbani nimesoma. Lakini nilipoenda kusoma pale chuoni Kizimbani, kuna hali zikawa zinanitokezea wakati nipo chuoni nasoma. Naweza akaja rafiki yangu mathalan, ile rafiki yangu nikawa kabla sijakutana naye kaanaambiwa tu moja kwa moja, anakuja mtu ananiambia huyu rafiki huyu nakaa naye, lakini rafiki huyu sio mzuri kwako, achana naye, kikaa naye mambo yako atakuwa haendi, alafu roho yake sio nzuri. Lakini muda mwingine naambiwa kuna rafiki huyu mzuri, kaa naye, na kila ukikaa naye utapata neema na mambo yako yatazidi kukaa sawa.
Lakini sasa mimi wakati vile naelezwa na yule mtu anakuja pale ananijia ananieleza ile mambo, mimi nilikuwa napuuza, kwa sababu nilikuwa naona kama kidogo labda pengine haya mambo hayana ukweli ndani yake. Lakini inafikia wakati yule mtu alokuja akanieleza yale mambo yanatokezea kweli. Unanifahamu eh? Yale mambo yanatokezea kweli, yule mtu nakuja kuona kweli sasa nimeambiwa roho yake mbaya na naona kweli wazi wazi kama roho yake mbaya. Nikishaona kwamba roho yake mbaya, sasa yule mtu kwa wakati ule mimi nilikuwa naona mtu, lakini ilikuwa ni jini. Alikuwa anakuja ananiambia, Muhammad, si nilikwambia mimi kama huyu mtu pengine roho yake mbaya usikae naye. Sasa hivi umekaa naye, muona roho yake alipokufanyia. Basi ananipa njia nyingine ya kuweza kukaa naye yule mtu au kumuepuka ili ule ubaya wake usiweze kunipata. Na kama mtu mwingine alikuwa na khairi, basi pia naiona ile khairi yake. Kama vile akinielekeza, bana kaa naye huyu utapata khairi, utafaidika. Basi mimi nikikaa naye nafaidika kweli na naona yale matunda ya kuwa naye. Lakini vile vile nikawa naelezwa bana, kuna mtu fulani huyu uko naye hapo unakaa naye, lakini huyu mtu mchawi lakini pia nilikuwa bado napuuza. Lakini baadaye ikifikia wakati maalum, basi naona kweli nadhihirisha kama ule mtu kweli mchawi. Unanifahamu? Lazima atabainika au kuna watu watakuja watamgundua, lakini mimi tayari nishapata ile taarifa na nishaelezewa kama ule mtu mchawi. Hivyo ndio katika harakati zangu zote za kusoma. Kwa hiyo nilikuwa nayaona yale mambo moja kwa moja, lakini wakati nayaona yale mambo moja kwa moja nikapata kumweleza dada yangu, kwa sababu mimi toka niko mdogo nilipata malezi ya dada yangu. Kumweleza dada yangu akanambia hii neema yeye ndo anaifahamu, ndo akanipa ile historia ya nyuma kule ambapo nilikupa kwamba huyu dada yangu aliniambia kwamba kuna mtu nilimtibu wakati mimi niko mdogo. Kwa hiyo nikaona kutokana na hichi kipaji kipo na hii neema ipo, kwa nini nisiweze kuwasaidia watu? Kwa hiyo nikaachana na yale mazingira yangu masomo, lakini nikaanza kukaa kitako nikawafanyia watu dua. Na wakati nafanya dua, wallahi ilikuwa dua yangu ya mwanzo si sahau, kuna mtu alikuwa anauza nyumba yake, lakini ile nyumba ilikuwa haiuziki. Akashangaika sana. Lakini nilikwenda mimi nikasoma Ayatul Kursi. Sijui hata ule utaratibu gani wa kufanya dua, pengine labda kama nichukue sijui dawa gani, sijui chochote. Maana mimi nakwenda kutokana na neema tu ambayo Mwenyezi Mungu alijalia, kama kipaji tu Mwenyezi Mungu alijalia. Kwa sababu sijatokea na mazingira ya kusoma dawa, sijui kufundishwa madawa, sijatokea na mazingira yale. Dawa zote ambazo ninazozijua, vitu vyote ambavyo unavijua katika vinaotokana na tiba, maana vinatokana na hii neema tu ambayo Mwenyezi Mungu alinijalia. Nikaenda katika ile nyumba, kwenda katika ile nyumba ile, wakati ule ulikuwa haiuziki ile nyumba na mtu kashangaika sana. Unanifahamu hapa hapa sasa. Nilipokwenda wallahi nikachukua maji, nikasomea Ayatul Kursi 7, alafu nikaimwagia ile nyumba. Unanifahamu? Nilipoimwagia ile nyumba siku ya pili ya tatu, yule mtu Mwenyezi Mungu kamjalia kupitia na dua niloisoma, akaja mteja na yule mteja ikawa ndo sababu ya kuuza ile nyumba yake. Unanifahamu? Kwa hiyo ni vitu ambavyo vilikuwa vinajitokeza, na kuna watu wengi sana ambao wakati huo ile kipaji kinaanza nikawa nawafanya wengi, wengine wanapoona matatizo, mtu anapandisha shetani na mkamata kitu anamfanyia kisomo, basi ukifanya kisomo basi matatizo yanaondoka pale pale. Kuna wengine walikuwa na matatizo sijui wakilala wanasumbuliwa na wachawi na wanakwenda nafanya dua tu, na hapo Mwenyezi Mungu anajalia wale wachawi wengine wanadhihirika, wanaadhirika. Kwa hiyo nikawa nakwenda katika mtindo kama huo, nikaona kwamba hicho kweli kipaji kipo, mpaka mwisho nikawa nasafiri sehemu mbalimbali ikiwemo Oman, Dubai, Kenya, alkadhalika. Unanifahamu? Kwa hiyo kila nikiwa nasafiri vile na kwenda kuwasaidia watu, na wale watu wanazidi kuambizana bana, kuna mtoto anaitwa Sheikh Muhammad Al-Arab, mtoto huyu ana kipaji, ana dua zake akikufanyia inakuwa ni suhudi. Basi nikawa nazidi ile kuzidi kutambulika hapa visiwani kwetu Zanzibar. Naam. Sawa. Sheikh Muhammad, wewe bado ni kijana mdogo na mambo makubwa unayoeleza kama hivyo, wakati tayari umeshaipata neema na tunakuona labda una makarama, ulichukua juhudi yoyote ya kusema sasa nataka nijiongeze, yani kielimu, niwe zaidi ya hapa nilipo, au ndo bado unatumia tu neema ya Mwenyezi Mungu aliyokujalia bila ya kutaka kujiongeza kielimu, kutaka kujua zaidi, labda ukawa mtabibu mmoja mkubwa kabisa? Aya, sasa mimi labda niseme kitu kimoja. Unajua kila kitu Mwenyezi Mungu anasema kawachagua maalum, watu maalum katika kila kitu. Unifahamu? Manake kila jambo ambalo Mwenyezi Mungu alileta katika duniani, basi kuna watu maalum kawapa neema au kawapa ule ujuzi. Mfano katika mambo ya kusoma, pengine mashuleni, maskuli, kuna watu automatic wao hawapitwi, lakini hawana jitihada kubwa sana ya kusoma, lakini unakuta siku zote anakuwa hodari. Hata kama pengine hajasoma na wiki 2, wiki 3 au muda mrefu hajasoma, lakini kwenye mtihani
yule mtu siku zote anakuwa yeye wa kwanza. Kwa hiyo mtu kama yule anakuwa tayari ile neema Mwenyezi Mungu kashamjaalia ya akili ya kusoma. Lakini kuna mwingine vile vile unakuta anaenda kufanya biashara, hamtafuti mtu wa aina yoyote, yeye akikaa tu automatic wale watu wanakuja wanajazana, yani yeye akikaa tu wanajazana, unifahamu. Kwa hiyo hii huyu pia naye ana hiki kipaji cha biashara, lakini kuna baadhi ya watu automatic wana mvuto, akikaa tu basi utakuta mtu anapendwa na watu, akikaa sehemu akiingia tu kila mtu kampenda yeye, pengine ndo kwanza anaingia leo, wenzake washakutana miaka na miaka, lakini yeye ndo kwanza kaja siku mbili tatu sehemu ile alofika, watu wote washamjua, lakini ile pia ni katika kipaji. Kwa hiyo hata na tiba pia kuna na kipaji maalum. Mwenyezi Mungu anatuambia baada ya uzubillahi minashaitani rajim, walakad karramna bani adam, manake sisi binadamu tumekirimiwa, tumepewa kipaji. Wallahi hakuna hata binadamu mmoja ambaye hana kipaji katika dunia, isipokuwa tu uhasidi, uchawi, uadui ndio unapelekea hivi vipaji vyetu vinaangamizwa. Unifahamu, kuna watu wana vipaji vya kusoma, lakini vipaji vyao vimekufa kutokana na hasadi walizozipata. Kuna watu wana vipaji vya kufanya biashara, vipaji vyao vimekufa kutokana na hasadi walizozipata. Kuna watu wana kipaji cha kucheza mpaka mipira, lakini mpaka leo hawezi kucheza hata mipira kutokana na hasadi walizozipata na mitihani walioipata. Unifahamu, kuna watu wana vipaji vya uongozi. Unifahamu, toka mtu anaanza kusoma yeye kiongozi. Maana huyu mtu alikuwa anatakiwa mpaka hata akifika level fulani pengine awe waziri au awe rais, lakini kutokana na hasadi anazozipata basi ile nafasi yake ambayo Mwenyezi Mungu alomjaalia kufikia inakuwa haiwi kutokana na mitihani na uadui na ubaya. Sasa mimi niseme kwamba hichi ni kipaji, na kupitia kipaji changu hichi wala kwamba sijasoma sehemu za watu labda pengine nikafundishwa dawa hii ufanye nini, unifahamu, napata kuzijua dawa, na wakati mwingine pengine nakutana na kesi na kuwa ngumu, lakini nakaa kitako naelekezwa kutokana na Mwenyezi Mungu namna alivyonijalia, naelekezwa tu hapo tafuta nunua dawa gani na dawa gani na dawa gani. Wakati mwingine zile dawa sijui, lakini nakwenda ile maduka ya madawa nauliza, nazikuta zile dawa zipo kweli, na zikishakuwa zipo kweli naziuliza, hii dawa hii inatumika kwa kunywa, naomba inatumika, hii inatumika kwa kukoga, inatumika kwa kukoga, alafu mimi natumia kama vile nilivyoelekezwa na nazitumia, alhamdulillah, na watu wanafanikiwa kupitia hichi kipaji kilichokuwa nacho. Nadhani nimekujibu vizuri. Vizuri sana. Nimefurahi ya kuwa unaonekana mbali ya kuwa una kipaji na neema ya Mwenyezi Mungu, lakini bado kuna watu inaonekana unakwenda, kwa sababu sentence yako ya mwisho unasema unaweza kwenda kuwaulizia watu akakwambia dawa hii itasaidia kitu fulani. Je, unaamini labda kuna hao watu unaowafuata wana kipaji zaidi yako wewe, au wamepata neema kubwa zaidi yako wewe, ili uende kwa wao kwa kutaka ushauri na tiba iliyokuwa sahihi kabisa kwa wateja wako? Naam, sasa alhabibi, kuna vitu nataka nivizungumze. Unajua kipaji tunasema ni kitu nature. Maana kama vile pengine mimi nilipokuwa mdogo nimeanza kuonesha ile dalili. Maana ninaweza kusema ni kitu ambacho nature Mwenyezi Mungu kanijalia. Sasa lakini ukiwa unafanya jitihada pia Mwenyezi Mungu anakupa, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba ukifanya jitihada anakupa. Unifahamu? Kila mtu ana kipaji chake, lakini kama na wewe huna kipaji, pengine wewe huna kipaji, Mwenyezi Mungu hajakupa kile kipaji cha kusoma, lakini kwa vile unasoma sana, Mwenyezi Mungu kwamba ukifanya jitihada unamuomba sana anakupa. Unifahamu? Sasa kuna watu wanasoma yale madawa, wanayasomea pengine dawa hii sio ya kunywa mtu inatoa sihiri, dawa hii ya kukoga inaondosha nuksi, dawa hii sio kifukiza mashetani wabaya wanakimbia, unifahamu. Lakini sasa mimi ninachokifanya kupitia wale watu, ikiwa mtu yeye kasoma, wewe umejaaliwa, inakuwa ngumu mtu ambaye alokuwa natural na mtu ambaye artificial, mtu ambaye yeye anafanya jitihada na mtu ambaye umejaaliwa toka kwa Mwenyezi Mungu, hivi vitu na automatic haviwezi kuwa sawa. Unifahamu? Na nasema haviwezi kuwa sawa kwa sababu kuna watu, mtu anawezekana kuwa na maradhi, ukaenda kukutana na mtu, lakini yule mtu uliokutana naye akakuelezea matatizo yako yote, akakwambia bana, wewe umefungwa, umefanywa uchawi, umefanywa uadui, umeambiwa labda umefungwa usiolewe au umefungwa usioe au umefanywa kitu fulani. Kila kitu alichokueleza kiko sahihi, lakini tofauti inakuja hapa. Je, kashakueleza yale matatizo yako, je, anaweza kukusaidia kukutibu? Sasa hapa kuna kile kipaji maalum ambacho Mwenyezi Mungu alichomjaalia mtu, unifahamu, ndo ambacho kipaji kile kinakwenda kuonesha namna gani mtu ya kuweza kumtibu, unifahamu. Haimaanishi kwamba kila mtu anotibiwa anatakiwa atibiwe na mtu mwenye kipaji, lakini isipokuwa kipaji pia tunasema kwamba tunamsifu kutokana na Mwenyezi Mungu namna yule mtu namna alivyompa kile kipaji chake, kama ni neema, kwa sababu vyote vinatoka na Mwenyezi Mungu, unifahamu. Lakini mara nyingi inakuwa iko tofauti kati ya mtu ambaye ana kipaji chake maalum alichojaliwa na mtu ambaye kafanya jitihada, kwa sababu kuna watu mpaka leo anategemea yeye jini atoke katika mwili kwa sababu ya dawa, unifahamu.
Yani ili jini yatoke, mtu anasumbulika na majini yanamuumiza katika mwili, lakini yeye anategemea ampe zile dawa, changanye madawa, alafu ampe, anamwambia jisikize, mwingine koga, alafu jini yule atoke. Sio kwamba kila jini anatoka kwa sababu ya dawa, alhabibi. Tena hili jambo iwe ni wanaliweka wazi, si kila jini anatibika kwa sababu ya dawa, kwamba mtu ana matatizo ya shetani yamemwathiri muda mrefu, alafu ukampe mtu dawa tu, alafu ile jini ndo akatoka. Na kwa uongo, na baadhi ya majini wengine wanahitaji pia kipaji ambacho Mwenyezi Mungu alichomjalia yule mja, unifahamu, alichomjalia yule mja kile kipaji chake maalum ambacho anaweza kutumia, na nguvu yako Mungu aliyokupa unatakiwa uitumie kama wewe tabibu, unifahamu, ili yule jini aweze kutoka katika mwili, unifahamu. Kwa hiyo naweza kutofautisha kwamba mtu mwenye kipaji na jitihada ni vitu vile tofauti, unifahamu. Jitihada hawezi kumfikia mtu ambaye kapewa na Mwenyezi Mungu kile kipaji mahususi kwa ajili ya kwenda kusaidia watu. Nadhani nimefahamu. Shukran sana. Ulitaja nchi ambazo umetembelea kwa ajili ya kutoa tiba zako. Je, wateja wako unawapataje na mfumo gani unaotumia kwa kuwatibu wateja ambao wako nje na ufikaji wako? Yaani tuseme kwa mfano mteja yuko Oman, au sasa hivi tuseme mteja yuko hapa Uingereza na ameshapata contact yako na anataka atibiwe. Wewe utatumia utaratibu gani kumtibu mgonjwa au mteja ambaye yuko hapa Uingereza wakati wewe uko Tanzania? Sasa alhabibi, kwanza unapomtibu mtu, kitu cha mwanzo unatakiwa ujue ana maradhi gani, ana shida gani yule mteja, kwa sababu sio kwamba wewe una kama vile mtu uno krem au uno hifadhi kwamba mtu akiwa pengine kalishwa uchawi, kaota pengine kala vitu usingizini, tumbo linamuuma, mimi nikampe dawa tu ya uchawi anywe, alafu ile tatizo lishaondoka. No, hapana. Kwanza unatakiwa ujue huyu mtu ana tatizo gani, kwa sababu inawezekana ukampa ile dawa ya uchawi akapata nafuu siku 3, alafu ile tatizo bado likajiendeleza kama kawaida, kwa sababu wewe bado hujajua. Na ndio maana nataka kwenda hospitali, kitu cha mwanzo hawakutibu toka kupa ile madawa, unifahamu. Kitu cha mwanzo utaambiwa pengine mtu ufanywe ultrasound, maana yake ukapimwe vile vipimo maalum ili mtu ajue wewe una tatizo gani, unifahamu. Sasa lile tatizo lako mtu akishalijua, yeye ndo anapata njia za kukutibu. Sasa mimi kwa mimi kama mimi nilipo Muhammad Arab, mimi mara nyingi na kwa kwanza namtizama yule mtu, namtizama ana tatizo gani, nikichao na kutokana na Mwenyezi Mungu, na mtu akinielezea tu, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ananionyesha njia pale pale, unifahamu, anaonyesha njia kabisa, naona live moja kwa moja kwamba huyu mtu ana jini mbaya, au kama kafungwa pengine sehemu tofauti, kama makaburini kafungwa sehemu gani. Kwa hiyo mimi mwenyewe najua kama huyu kama kafungwa makaburini, kafungwa sehemu fulani, basi namfanyia dua, na kama yuko mbali dawa zake namsafirishia. Lakini sio kwamba kila mtu unomtibu kwamba lazima umsafirishie dawa ili apate matibabu. Kuna watu wengine unawafanyia dua mbali na unawasafirishia dawa na zinafika dua, alhamdulillah, na wanafanikiwa na wanakutafuta, wengine wanakutumia sadaka yako kule kule mbali walipo, unifahamu. Lakini kuna watu huwezi kuwatibu ikiwa wako mbali, lazima wewe mkutane. Kwa unaangalia na ile kesi yake ilivyo na namna Mwenyezi Mungu anavyokuonesha yale macho, kujua na kuonesha namna gani huyu unaweza kumsaidia. Kuna watu huwezi kuwasaidia wakiwa wako mbali, lazima mkutane. Aidha utamwambia njoo hapa Zanzibar tukutane ofisini kwangu, unifahamu. Lakini unaweza mwingine ukamwambia mimi itabidi nikutane, aidha wewe uje Zanzibar tukutane, au mimi nije huko ulipo, unifahamu. Kwa hiyo hizo ndio njia ambazo tunatumia. Kwa hiyo kuna kesi lazima unaweza hata kumsaidia kwa mbali na ukafanikiwa, lakini kuna kesi lazima mtu tukutane. Na kwa kesi kama hizo unapelekea pengine mtu mwingine unamwambia tukutane, anakutafuta mtu, anakuambia bana mimi nikusangu Omani bana, mimi nitakufanyia utaratibu na unakwenda Omani vile vile, safari unakwenda kwa ajili ya kwenda kumfanyia dua. Ukishamaliza kumfanyia dua, basi anafanikiwa alhamdulillah, na Mwenyezi Mungu anajalia kheri. Kwa hiyo ni namna ambazo tunafuatibu watu wengine hapa tunatibu hapa, wa mbali kama nilivyosema. Utaangalia kesi yake, kama kule mbali natibika, basi hana haja ya kuja, unafanya dua na unamsafirishia dawa, tunaona fanikiwa. Lakini wengine huwezi kuwasafirishia dawa tu, lazima tukutane, unanifahamu. Na ndio tiba kama hizo zinapelekea sisi tunasafiri, tunakwenda Oman kwa ajili ya kwenda kuwatibu watu, au tunasafiri tunakwenda Dubai kwa ajili ya kwenda kuwatibu watu, au tunasafiri tunakwenda pengine Kenya, Mombasa, Lamu, sijui Machakos, sijui Kenya, huko Nairobi, mote sisi tutafika kwa ajili ya kwenda kuwasaidia watu, mpaka Msumbiji alhamdulillah tutafika kwenda kwa ajili ya kwenda kuwasaidia watu. Dar es Salaam tunakwenda kwa ajili ya kuwasaidia watu mbalimbali, mpaka mikoani kutokana na shida na matatizo ambayo watu wanayo. Nadhani nimekujibu vizuri habibi. Vizuri sana, nashukuru.
Kuna kitu kimoja ambacho ulizungumzia, unasema kwa wateja wengine au watu ambao watakuwa wanahitaji utabibu wako wanatakiwa waje ofisini. Je, kwa hapo Zanzibar una sehemu maalum ambayo imekuwa imetengwa kwa ajili ya kazi zako za tiba, ama watu wanakuja nyumbani kwako kwa kufanyia tiba, au wewe unawafuata majumbani kwao kwa ajili ya kufanyia tiba?